kuna tofauti kati ya kukosolewa na kukosewa heshima. Ndani ya vyombo vya habari hali inakuwa hivi kwamba mkishafanya hiyo habari au kabla hajafanya hiyo habari labda mnajadili kipindi chetu kilichopita kilikuwaje, tumekosea wapi, tuboreshe wapi kabla mjapanga kipindi kinachokuja. Nazungumzia kwa mfano kwenye radio au TV. Najua hata kwenye magazeti ipo hivi hivi. Sasa ule wa kuzungumza ule unaitwa postmortem. Sasa pale kuna maoni yanatolewa. Kwa mfano labda leo story hii uliandika ilikuwa hivi. Sasa kwenye kukosoa kwa ajili, kwanza tunatakiwa kujua tofauti kubwa ya kukosoa na kukuvunjia heshima ni kwamba kile anachokwambia je kinakujenga? Sawa au tu kinakuvunjia heshima. Mtu akitoa maoni criticism ni kwamba anataka akujenge. Kwa mfano kama hivyo nilivyosema, story yako labda jana ilikosa sosi hawa au uliweka mtu huyu lakini hakuwa na umuhimu wote wa kuwepo, au uliweka piece to camera ambayo haikuwa na taarifa nyingine yoyote mpya, kukuwa na haja ya kuweka vitu kama hivyo, unaona vinakujenga. Lakini mtu mwingine labda penginepo, labda nazungumzia tu mfano, si lazima awe mhariri, labda mhariri kutokana na ile pressure ya kwamba habari labda jana ilikuwa kama anavyotaka nini, anaanza kutukana kwamba wewe labda ulikuwa hiyo story umefanya kipumbavu kabisa. Sasa hapo kwenye chumba cha habari huyo anakuvunjia heshima. Na usikubali uvunjiwe heshima. Ukionyesha mapema kabisa kwamba sitaki univunjie heshima, atakuheshimu. Lakini ukiogopa tu kwa sababu ni kiongozi nini, naona hapana, usifanye hivyo. Lakini kitu kingine ni kwamba sana sana mitandaoni, labda ukiona wananchi wanasema labda hii kwetu mbona iko hivi, labda historia yenu haikuwa hivi, au kweli wanawacriticize kwamba labda wewe ulifanya hiyo story tu juu. Lakini mwingine anakuja anakutukana, na sijui sasa hii tutafanyaje kwa kweli katika ngazi ya jamii kwenye social media kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa kwamba kuna tofauti ya kumkosoa mtu na kumvunjia heshima. Pia na wenyewe ipo. Lakini kingine ni kwamba maoni anayokupa labda yanakusaidia kurekebishika au kufanyaje. Sana sana kwa mfano labda mtu anakuambia umesoma habari lakini bwana mashavu yako yamejaa kweli kwenye screen, yani umenenepa. Sasa jamani, mimi nifanyaje? Mbona unanivunjia heshima? Ndio, mashavu ni yangu yameongezeka. Kwa hiyo yani unatakiwa ujue. Na kikubwa ni kwamba na sisi sasa tunatakiwa wakati tunatoa maoni, wakati tunatoa ushauri, tusimvunjie mtu heshima. Tutoe maoni ya kumjenga. Sawa sawa?